Katika makala yetu ya leo, tutazungumzia na kuelezea madhara ya hofu au kusemwa vibaya. Na pia tutajifunza jinsi gani ya kukabiliana na hali hiyo. Karibu katika chaneli yetu ya Official Genius TV na tuende kumsikiliza mwalimu wetu anasemaje. Madhara ya hofu au kusemwa vibaya. Mara kwa mara tunakosolewa na kuwakosoa wengine bila ya kufikiria nini chanzo chake. Mara kwa mara utakuwa na hasira kupita kiasi, ugomvi wa mara kwa mara na watu wengine. Utakuwa unapata mshituko mkubwa sana ukifanya makosa. Moyo kwenda mbio, kuhisi kizunguzungu, kuchanganyikiwa, tumbo kuvurugika zaidi. Kuwa mkali sana nyumbani hata kwa wengine, kuwa mkosoaji mkubwa sana kwa tabia za wengine. Hakuna mkamilifu duniani isipokuwa Mwenyezi Mungu pekee. Kila mmoja hufanya makosa madogo kwa makubwa. Watu wenye tabia ya kukosoa sana wenzao, kushambulia wenzao kwa lugha kali ni kwa sababu ya hofu kubwa sana. Wivu kupita kiasi, upweke kupita kiasi, huwa anafanya wanataka kila mmoja wapate maumivu kama wao. Hivyo ukifanya makosa, acha kujihisi wewe ni mtu mbaya sana. Tambua kila mmoja yupo na aibu nzito ameificha. Kila mmoja wetu anafanya makosa makubwa sana kwa siri yake. Kila utakayemuona ana siri nzito ya maumivu ya kukosea, nje akiwa na furaha tu. Mtu ambaye anakusema vibaya kwako, huyo ndiye mwenye makosa makubwa sana, aibu nzito, siri nzito ambazo huwezi kuamini chochote ukipata taarifa zake. Mtu yoyote ambaye atakuwa mstari wa mbele kukufanya kichekesho, kukudhalilisha hadharani, kukufanyia kitu cha aibu kwa watu, anafanya hivyo kwa sababu yeye mwenyewe anapitia maumivu makali sana moyoni. Wivu kupita kiasi, badala yake anafanya deflection. Hii ni tabia ya mtu kuelekeza aibu zake kwa watu wengine ili kujisafisha. Hivyo badala ya kufikiria sana, chunguza kwa makini kwa mtu anayekusema vibaya sana. Utagundua anapitia maumivu makali moyoni, siri nzito ameificha kuliko wengine. Na kushauri tu, acha kuchukulia serious sana maoni mabaya kwa mtu yoyote yule, kwani hakuna mtu yoyote anayejua ya moyoni mwako wala nafsi yako. Mtu yoyote akisema kibaya juu yako, hayo ni maoni yake wala sio uhalisia wako. Hakuna mtu ambaye anasemwa vibaya milele na hakuna mtu ambaye anasemwa kwa mazuri yake milele. Kwa watafiti mbalimbali wa saikolojia, wanasema watu wasiokuwa na furaha, wenye huzuni sana, wenye wivu kupita kiasi, wenye hasira kupita kiasi, uchungu moyoni, huwa wenye kusambaza umbea juu ya maisha ya mtu mwingine. Ni mimi wako Official Genius TV, subscribe ili kupata mafunzo mengine zaidi. Ushauri na nasaha.